Tisa. Binti nikaa vile na kikozi anakoa. 피곤해서 그런가? Anasema labda ni kwa sababu ya uchovu Mtaalamu hapa ambaye anaitwa Junho. Alimleta hapa mboni dawa. 너 아플 때마다 이거 찾았어. Anasema nakumbuka kwamba walikuwa ukitumiaga hapa. Mara zote ulikuwa kiumwa. 엄마가 해주던 거. Anasema ida mamangu alikuwa akiniandalia. Kiukweli umenikumbusha mbali sana. Akaambia itumie bado ikiwa bado ya moto. 고마워. Nashukuru. Huyu ni bosi ambaye anaitwa Junho. Hii ni hoteli yake. Hacha bado nitafanya mwenyewe. 되게 번거롭더라. Akaambia usijali. 남기지 말고 끝까지 먹어. Hakikisha kabisa kama unamaliza dawa sawa. Ni watu ambao wana historia ndefu sana. Jamaa pia alishaye kuishi kule kijijini katika kile kijiji ambacho nakiita Songsani, lakini alifukuzwaga. Alifukuzwa na babu yake na binti. 있으니까. Basi binti anasema kukaa kama hivi pamoja kweli najikuta nakumbuka kipindi kile katika siku zile. 그때 우리 Hapa binti anazungumzia mambo zilipendwa. Anasema nakumbuka tulikuwa na furaha sana. Seti kwamba walikuwa na furaha mno. Miaka mingi iliyopita walikuwa bado madogo. Na hii ndio sababu ambayo ilimfanya dogo kama amefukuzwa kwenye kijiji. Siku hiyo alikuwa ameenda kuzurura na mjukuu wa babu. Mvua ikawanyeshea. Mvua hii ilipelekea binti kuumwa. Walivorudi nyumbani, binti basi akapata homa. Babu akacharuka na kwambia, babu akachafukwa, akamtimua bwana mdogo. Na hiyo ni kitu ambacho jamani kwamba hizo usahau. Hakumshikia binti bunduki kwamba wakazurure ama wakatembee, lakini binti aliongozana na yeye. Baadaye alirudi nyumbani, kilichotokea kama hivyo, binti homa ikapanda, babu akachafukwa na mchafuko wa hatari. Ukizingatia pia Charlie mama yake alikuwa ni mtumishi, alipewa kibao. Mpaka leo mama yake bado anafanya kazi kwenye nyumba mzee huyo. Hakama mpuzo wewe. Umwezaje kumfanya mtoto kama yule wa thamani kuumwa? Hiki tukamfanya jamaa chukihege. Kwamba ita alimfanya mtoto wa thamani akaumwa. Maana yake alikuwa mzee kumuona wa thamani. Basi binti alipata na usingizi. Watu jamaa anasema na furahi kwamba kile kilichotokea imekuwa ni kumbukumbu njema kwako. Lakini kwangu mimi hapa ilikuwa ni kama kovu. Kovu ambalo ni kama hajai kupona hata siku moja. Na yule mzani kwamba hivi hata mara kadhaa alishapigwa marufuku kwamba asirudi kule kwenye kile kijiji. Licha kwamba mara kibao ni kwamba wanaenda kuchukua vitu vya kuja kuvitumia huko mjini. Basi ni mtaalamu ambaye anaitwa Junho. Hii ni sehemu yake siri. Inaonekana kama pia ni mtaalamu. Na hapa alikuwa akitengeneza hiyo hapo inaitwa fan. Na hiyo ni fan. Kwa Kiswahili basi unaweza kusema feni ama fan, kipepeo hicho mzee. Tunapo na pale kwenye kijiji ambacho nakiita Songsani. Naona mwanamke yule ambaye anaitwa Kamel, shule imekuwa nzito, ni mwanamke ambaye anaitwa Kamel. Sasa mzee anamfokea. Kwamba wanajiji wanalalamika kwamba kila siku na wapiga makelele. Mwanamke alikuwa amekuja hapa kwenye kijiji kwa ajili ya kuwashawishi wana kijiji kwamba wamkubalie afanye uzinduzi wa mambo ya mitindo katika kijiji. Sasa shule imekuwa nzito. Bwana kijiji ni kama mtaki. Kwa mzee sasa mbili amchukue na kumleta katika nyumba yake na mkaribishe kwenye chumba hichi. Hawa ni marafiki wa tangu enzi na enzi. Mwanamke na mwanamke kweli kweli, ni mtu maarufu mno anaitwa Kamel. Nazana kama tunamkumbuka vizuri sana. Kwa hiyo ni Kamel mpaka sasa bado amegonga mwamba, ameshindwa kuwashawishi na kijiji wakamkubalia kwamba afanye uzinduzi kwenye kijiji. Sasa pia nimesikia kilichotokea kwenye ile nyumba ya chai. Kwamba walikuwa wameenda kuagiza chai. Wakarufishana pia na wauzaji. Kama unahisi labda umeshindwa unaweza kutoka muda wote. Akawa mimi ni Kamel. Mimi sijawahi kukata tamaa. Sijawahi kurudi nyuma. Anasema nitaweza kuwashawishi na kufungua mioyo yao. Kwa hiyo sijali. Kwamba atawashawishi sababu mzee ni kiongozi, lakini hawezi kumruhusu mwanamke kufanya tamasha mpaka pale wanakijiji watakapothibitisha wenyewe. Sasa kama kupita mtaani, amekuta hapo kuna vitu vinauzwa, viatu. Kuna viatu fulani ambavyo amevipenda. Hivi ni viatu vya kale, nao ni muuzaji. Wewe, hebu acha kuvishika hivyo bana wewe, usivishike sana. Wewe jamani ni vizuri kweli yani. 어떤 게 제일 잘 나가요? Ipi ambayo ni maarufu hapa? Anasema hizo hapo ni maarufu, lakini hizi pia ni maarufu zaidi.
Ila sasa hivi ni kwamba watu hawazingatia, wanazipuuza. Viatu vya pambavo. Oh la la, vimetengenezwa na kitambaa cha leather. 뭐예요? Leather. 조회 말이요? Inaitwa pichoe. Pichoe ndio jina lake hivyo viatu, inaitwa pichoe. 6년 전에 유행했던 가죽 집신인데 Anasema ni sandals ambazo zilitengenezwa na leather. 이가 없어. Lakini siku hizi hakuna mtu ambaye anazihitaji tena, watu wamezisahau. Sema kwa jamani wanasahau viatu vizuri kama hivi. Mwanamke kapata wazo. Esi mbunifu alisema nitavinunua hivi viatu, naomba nipatie. Alipatiwa. Sasa amekuja navyo kwa baada ya kuvinunua. Akili yake inamwambia kwamba mbona kabla anaweza kuvifanya jambo. Yes, mbunifu maarufu sana, ambapo ana ofisi katika nchi ya Korea, lakini ana ofisi kubwa ama ofisi kuu ambayo inapatikana katika nchi ya Ufaransa. Akapata wazo kwamba anaweza kavidesign ama kaviongezea udambwi. Kwa Kiswahili fasaha ili tulewane, basi tunasema kwamba akili yake ilimtuma kwamba anaweza kaviongezea njonjos ama njonjo. Anaitwa Kamel, bosi wa binti. Huyu ndo bosi wake na binti anaitwa Angdo. Basi alipiga picha. Siku hizi bana kila kitu ni mitandao, hata biashara nyingi na nini. Sasa internet hakuna. Ayao. Internet hakuna. 되는 데가 어디랬더라? Anasema sasa internet hivi ni wapi tena napofanya kazi? Katika nchi za wenzetu mara nyingi ni kwamba habari za kununua voucher sijui kukwangua. Ni huku tu bana, huku kwetu huku. Lakini mara nyingi wenzetu ni kwamba wanalipa bili za mwezi kama ni masuala ya internet, masuala ya dakika. Anyway, tuachana kule. Sasa mzee bana yupo bado. Haya bana, yuko na smartphone. Kuna hadithi fulani ambayo anaipitia vikatuni. Na mchoraji anachora vizuri sana. Sasa comment, katoa maoni kwamba tafadhali upload episode inofuatia. 와이파이가 잡히네? Hapa nimepata wifi. Wifi hapa iko. Kasi kuna mtu anaongea. Nani tena huyo? Sasa kumbe hapa ndo wifi ipo. Kwa internet hakika mama Elsa na upload ama anapandisha. Mzee mkubwa kabidi alichabo. Nani tena huyo? Mzee akapata hifadhi. Sasa akatoa mjicho hii. Shanga mwanamke ni vipi? Yeye anaishi hapa kisirisiri. Hata mzee ajui kama anaishi hapa. Yaani babu sasa wa yule bwana mdogo. Imekubali. Sasa ka-upload picha zile za vile viatu. Yes, maarufu na pia ana followers wengi kulikweli kwa mtandaoni. Mzee akaona afadhali. Sababu ilishakuwa kizaazaa. 와, 이거 좀 봐, 참 고마워. Ndio, huku ni kijijini lakini pia watu wanatumia smartphone kama kawaida. Simu zipo. Simu janja ni smartphone. Sasa hizi picha zile ambazo Kamel alikuwa ameziposti zikaanza kupata like kweli. Like, watu wana like, watu wana comment. Sasa ziongeze manjonjo. Wao wanazidharau viatu na kwambia muuzaji wacha ingize pesa nyingi bana. Vimeanza bana kuuzika upya kabisa. Yule mwanamke ana ushawishi. Ushawishi wa ukweli, ushawishi wa hatari. Watu walikuwa na vipuuza. Tena nakwambia mzee ametengeneza pia zingine nyingi kweli. Sawa ile viatu na wao ametengeneza nani kama hivyo. Sasa inakuaje wasichana wadogo kama nyinyi mnapenda viatu vya pichoe? Sio ni viatu vya kale, viatu vya zamani, vya kitamaduni. Lakini wameviona kwa mtandaoni Kamel ameposti. Kwa hiyo kila mtu anataka. Mzee kumbe alikuwa nazo rundo tu. Zilikuwa zitembea ama zilikuwa ziuziki. Wakati Kamel najiachia zake fanya mazoezi kujinyosha. Ghafla anauliza vipi popo ndani? Bana yule mzee amekuja kushukuru bana. 내가 작품 Akaambia sasa kama labda kama nimekuuzi kwa nilichokifanya nisamee bana. 사과할게요. Nisamee kwa hilo kama labda hujapenda nilichokifanya kwenye hivyo viatu. Akamwambia hapana. 네, 감사해. Hujui tu umeleta ushawishi mkubwa sana.
Amekuja hapa yani kukuambia asante. 젖었던 우리 신발이 다시 주목을 받게 돼. Anasema nashukuru kwa kufanya viatu vilivyosaulika kuwa tena maarufu. Hiyo imenifanya mimi nina furaha. 선생이 살렸어. Kwamba ni viatu vya kitamaduni ambavyo vilikuwa vimefutwa kwenye akili za watu. 선생의 솜씨와 발상에 내 진심으로 꽤 많이 감복했어. Anasema ni kuhusu uwezo wako pamoja pia na ubunifu wako. Yani ujuzi wako ni wa hatari. Sasa vipi labda kama ukifanya kazi zaidi, kama kuna vitu vingine ambavyo unavihitaji nivifanyie kuposti, kama una viatu vingine kama hivi pichoi, tunaweza tukashirikiana. Ukashirikiana kama na viatu vingine. Sasa kipi ambacho nichague hapo? Kama nampatia ofa. 화회장이랑 콜라보한 작품으로 합업. Tuje katika wana pili. Huyu mchacha mwiba huyu. 이제 마을분들이 슬슬 까미우쌤한테 마음을 kapata taarifa kwamba Kamel kwamba ana mpango wa kufungua kiduka kingine ama duka kwa ajili ya kuuza viatu vingine. Kama anataka shirikiane na yule muuzaji atengeneze viatu, kisha basi ni kwamba aviongeze njonjo. Mambo ni fresh kabisa. Huyu ni binti ambaye anaitwa Ndo. Hapa ni ofisini. Na yule mwanamke ambaye anaitwa Kamel ni bosi wake. Yupo kule kijijini kwenye kijiji ambacho tunakiita Songsari. Ila binti kuna mambo yake. Anachukua nakumbuka ni chapa. Kwamba jamaa yule hata alikuwa hawezi kutembea na yeye. Alikuwa anamuogopa kinyama. Lakini siku hizi jamaa amefikia hatua mpaka ni anafunga mpaka scarf kwa maana anamsogelea. Hii inazidi kumfanya binti amini kwamba yule mshikaji anampenda. Hakikumbuka pia jamaa alikuwa ni mtu kukaa mbali na yeye, yani walikuwa washiriki hata meza moja. Lakini siku 3 wanakula kwa pamoja tena kwenye meza moja. Inamfanya binti azidi kuamini kwamba yule mwamba anapenda. 윤복이도 절대 변하지 않을 줄 알았는데. Anasema sikuwahi kuzania kama Yungbok ni kwamba anaweza kubadilika namna hiyo. Yani kubadilika tena kubadilika sana. 날 좋아하게 된 걸까? Au labda ameanza kunipenda mimi. Labda mimi ni fala ambaye sijui kama anapendwa. 아닌가? Au sio? 윤복이가 날 좋아한다? 아니다. Sasa narudi nyumbani akijiongelesha akijiambia kama Yungbok ananipenda. Ikiwasha mdude mwekundu huo kwa mpende na ikiwasha mdude wa kijani kama anapendwa. 멀어지면 Hasema sasa itakuwa labda kama nikimuuliza alafu akakamba na mimi. Binti anatamani kwa kumuuliza lakini sasa anahofia. Anaweza akamuuliza afu jamaa akamkacha. Sio jamaa akili yake bana. Akili yake anajua mwenyewe. Pita hapa amekuta tangazo. Hapa kuna ofa kibao. Vitu vya kula vipo. Anyway, haya. Sasa kwa nasomba akaangalia huko ndani kuna nini. Unaona kasikia harufu nzuri sana. Anaitwa Ndo. Haya. Sasa somba sana. Wakati sasa katika wana pili kwa Yungbok. Yungbok mwenyewe amekaa hapa anawaza na kuazua. Sababu aliulizwa na mdogo wake na binti kwamba anampenda binti. Anasema sasa mimi nimwambie binti ukweli ili asielewe tofauti. Kesho nitamwambia ukweli. Kwamba kumjali kwake haimaanishi kwamba anampenda binti kimahusiano. Labda anampenda binti afu ajue. Sasa kuna ile unaweza kuwa unampenda mtu afu sijue. Mwalimu yupo nyumbani anaambiwa binti bwana ametoka mapema. Ameondoka mapema kweli kweli. 그건 뭐야? Lakini kitu gani hichi? 쌍화차? Hii ni songcha. 찐이야. Hiyo ni chai. Chai ya ukweli sana. Kama ngoja hii sio kwa ajili yako bwana. Tulia. 아야 나도 한 입. Embo sasa hata nionyesha kama tulia. Hii ni kwangu. Kwamba ni kwa ajili yake. 난 아직 준비가 안 됐어. Sasa kwa binti ametulia anasema sipo tayari. Sipo tayari kuvunjika moyo mie. Sasa anaweza kumuuliza jamaa kama unanipenda afu jamaa akamkatia. Sasa binti kukatiwa ndio kitu ambacho anawaza. Hataki kabisa mwamba mkatae. Anaweza kumuuliza mtaalamu kama unanipenda afu sababu jamaa akamwambia tuacha neno. Ghafla kasikia ndugu yake anaongea na simu. 혹시나 하여 알아보니 Kwamba wamegundua kitu. 내 배송된 물건들은 아무 이상이 없었습니다. Wamegundua kitu kwamba kuna biashara fulani ambazo zinafanyika kwenye ile hoteli ambayo inaitwa Songsari. Inaonekana kama muda mrefu kuna watu ambao wataenda kufanya biashara kwenye ile hoteli. Ni watu ambao wanafunao kwamba ni waizi ama wanunuaji wa vitu ambavyo huwa vinaibwa. Kama maanisha kama mtu ambaye anajiita Gamjok ama mtu ambaye anamuita Gamjok, yani mwizi
kwamba labda atakuwa ana mpango wa kwenda kufanya biashara kwenye hoteli ile ambayo inaitwa Songsan. Hoteli ambayo inaitwa Songsan ambayo imepatiwa jina la kile kijiji kule. Tuachana hayo tuje pili. Basi ule Mchicha Mwiba anamuonyesha baadhi ya picha kiongozi huyu hapo, ni kiongozi wa masuala ya utamaduni, kwamba Kamili anataka afungue duka fulani kwa ajili ya kuuza viatu, na ishu hiyo anataka afanye katika eneo fulani hivi. Sasa wewe kama ulizo kwamba unataka kufungue hilo duka wapi? Ni duka tu ambalo litakuwa ni duka la siku hiyo. Na biashara itafanyika siku hiyo, sio duka la kuhudumu moja kwa moja. Huyu anasema ningefurahi kama Kamili angefanya uzinduzi wa viatu hivi katika ile hoteli ya Songsan. Hoteli ya Songsan ni hapa. Kwa hiyo binti anakuja kuzungumza na mwenye eneo hili kwamba watafanya uzinduzi hapa na walipatoa bei gharama kama hivyo. Ni mtaalamu ambaye anaitwa Junho. 천천히 둘러보시고 의견 주시면 반영해서 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. Basi walishukuru kwa ukarimu ambao walionyeshwa. Walishukuru sana. 좋아. Huyu anasema wow, 너무 좋은 거지. nimepapenda hapa sana. Sasa binti akawa anapiga picha na nini. 여기다가 세팅하면 되겠다. Tunaweza hapa kutengeneza jukwaa. Weka pose la V namna hiyo. 전 뒷마다 좀 보고 올게요. Basi leo nikazunguka kwa kule nyuma, niangalia kwa kule nyuma kama sawa, kwamba anaenda kuendelea kucheka mazingira. Jamani, angalia maua haya jamani. Haya ni maua mazuri sana, maua ya ukweli. Anyway, basi lango linafunguliwa kwamba kuna mtu amekuja. Ujamaa hii anashangaa. Kwanza kasikia unyunyu, harufu ya unyunyu. Kama ni mtaalamu. Kama jamaa anatumia perfume, basi tunasema kapenda perfume yake, maarufu ya perfume yake. Ni mzima, naye pia amekuja kwenye hoteli hapa ambayo inaitwa Songsan. Kilichomleta ifahamiki. Lakini kimuonekano baba yule alimkubali. Yule si Mchicha Mwiba. Mambo ya Benso Rizki. Hatari. Sasa yeye mleta nini hapa? Kapata taarifa kwa binti anaweza kuwa hapa. Yeye anataka aongee na binti. Tunazidi kusoma mbele bado, licha kwamba yule Mchicha Mwiba bana ndo kama hivyo. Anyway, usikose katika episodi ya 30. Hii ilikuwa ni 29 ambayo inaishia hapa. Sasa mkaribie katika episodi ya 30. Episodi ya 30 ya paya 30. 스승님,